Tunaambiwa mwacha mila ni mtumwa. Katika jamii ya Kikuyu, jina la Mugo wa Kibiru ni jina linalotajwa katika vikao vya wazee katika eneo la Mlima Kenya. Leo tunakuletea kisa cha kushangaza cha nabii huyu Mugo wa Kibiru katika kipindi chetu cha The Drums of History. Mugo wa Kibiru akiwa ni mmoja kati ya manabii tajika na maarufu sana kuwahi tokea katika nchi ya Kenya. Jina lake kamili ni Mugo au Shege. Alipatikana akitambulikana kama Shege, ila babake mlezi aliyempata msituni Kibiru aliweza kumuita jina la Mugo. Hivyo watu wakawa wakimuita Mugo wa Kibiru, jina ambalo linatambulikana na vitabu vya historia mpaka wa sasa. Kulingana na historia ya Kikuyu, Mugo anaaminika kuzaliwa kati ya karne ya 11 na ile ya 19, ila amna aliyewajua wazazi wake kamili Mugo. Kulingana na babake mlezi Kibiru, alimpata Mugo msituni wakati ule akiwa kijana mdogo. Kibiru mwenyewe alikuwa mawindoni akitafuta nyama. Kibiru alikuwa katokea katika ukoo wa Anjiru katika kabila la Kikuyu na alikuwa mwindaji. Hii ikiwa ni moja ya mambo ambayo yalifanywa na kabila la Wakikuyu ndipo kuweza kujilisha wala kujitafutia chakula. Jinsi Mugo alivyojipata msituni haijulikani mpaka leo, ila baada ya Kibiru kumpata na kumuuliza alikuwa akifanya nini kule msituni, Mugo alijibu kwa kusema kuwa alikuwa akiongea na Ngai, yaani alimaanisha kuwa alikuwa akiongea na Mwenyezi Mungu. Kibiru alikichukua kitoto hiki kichanga kilichotambulikana kama Shege na kukibandili jina na kumuita Mugo wa Kibiru. Hapa Kibiru akajitwika jukumu la kumlea Mugo kama mwanawe, hivyo akampa jukumu la kumlea Mugo mkewe wa mwisho. Kibiru asijue mtoto huyu angekuja kuwa moja kati ya manabii ambao wangetambulikana sana katika kabila la Wakikuyu. Kabla ya Mugo kutahiriwa, aliishi kuwachunga mbuzi wa babake Kibiru akiwa na vijana wenzake, ila wakiwa malishoni, Mugo alikuwa akiwaacha mifugo na wenzake na kutokomea msituni ambapo kulikuwa na wanyamapori wakali, ila Mugo alikuwa na uwezo wa kuzungumza na wanyama wale na kuwaziba midomo wasiweze kumng'ata wala kumjeruhi. Aliporejea kutokea msituni na vijana wenzake kumuuliza alikuwa kakwenda wapi na alikuwa akifanya nini msituni, alikuwa akiwajibu kama alivyomjibu babake kuwa alikuwa ameenda kuzungumza na Ngai au Mungu. Alipokomaa Mugo wa Kibiru na kuwa mtu mzima, alianza kutabiri na pia kutoa unabii kuhusu mambo ambayo yangefanyika siku zijazo. Mugo alitabiri ujio wa wazungu nchini alipondai kuwa watu wanakuja wenye ngozi nyeupe kama ya chura mchanga aliye majini, na kuwa mishipa yao ya damu ingekuwa ikionekana kiwazi ikipitisha damu mwilini juu ya weupe wao, jambo ambalo lilikuja kutimia miaka chache baada ya kifo chake Mugo wa Kibiru, wakati Waingereza waliingia nchini tokea mwaka 1905. Pia alitabiri kuwa wageni hawa walikuwa na mavazi yaliyovutia kama vipepeo, kando na mavazi ya ngozi yaliyovaliwa na Wakikuyu. Na pia aliwaonya Wakikuyu kuwa hawangepigana na watu hawa kutumia mikuki na mishale yao, maana watu hawa walimiliki vijiti vihajabu vilivyotema moto, hizi zikiwa ni bunduki ambazo walikuwa akiashiria wakati ule Mugo wa Kibiru. Pia alisema watu hawa walibeba mioto mifukoni mwao, wakati huo akimaanisha vilipuzi au grenade au mabomu waliokuwa wakiyabeba wazungu wale.
Katika utabiri wake, Mugo wa Kibiru alisema kuwa vijana na kizazi kingezaliwa katika jamii ya Kikuyu ambacho kisasi hiki kingeasi mila na tamaduni zao bila woga wowote na kuwaiga wazungu wale na maisha yao ya kutokea kule uzunguni. Pia Mugo alidai ya kwamba kizazi hiki akitawasikiza wazazi wao na kitakuwa kizazi potovu. Kando na kuwa kizazi potovu, Mugo alitabiri kuwa chakula kingekuja kuuzwa kando ya barabara na chakula kingekuwa cha pesa mingi sana, jambo ambalo lilikuwa ni kama mwigo katika kabila la Kikuyu, maana chakula akikupazwa kuuzwa, mtu ulikuwa unapaswa umpe mwenzio chakula, si umlipishe ndiye aweze kupata chakula kutoka kwako. Kando na hilo, alitabiri kuwa mashamba ambayo Wamasai walilisha mifugo yao yangebadilika na kuwa mashamba ya kulimwa na kujengwa. Wakati huo Mugo akitabiri ujio wa wazungu na kuanza ujenzi katika jiji kuu la Nairobi ambalo lilimilikiwa na kabila la Wamasai waliolisha mifugo yao kule. Utabiri wa Mugo wa Kibiru ulioshangaza jamii ya Wakikuyu ni pale alipokiri kabla ya ujio wa wazungu nchini basi kungetokea ukame ambao ungeangamiza angalau nusu ya kabila la Kikuyu, jambo ambalo lilitendeka kudhibitisha utabiri na unabii wa Mugo wa Kibiru. Pia moja kati ya utabiri wa Mugo wa Kibiru ni kuhusu ujenzi wa reli inayounganisha taifa la Uganda na Kenya. Mugo alisema kuwa joka au nyoka kubwa la chuma lililokuwa na miguu mingi lilikuwa likija, ambalo lingekuwa linawameza wazungu na kuwatapika katika sehemu za nchi ya Kenya, akisema nyoka lile lingekuwa na kichwa kubwa ambacho kichwa hiki kingekuwa kinatoa moshi, jambo ambalo lilitendeka baada ya ujenzi wa reli na magari moshi kuja nchini Kenya miaka ile. Moja ya utabiri mkubwa uliozungumziwa duniani ni pale Mugo wa Kibiru alidai kuwa baada ya unyanyasaji wa watu wale weupe wakati watakapoondoka nchini Kenya wazungu wale, mti aina ya mugumo uliokuwa katika sehemu ya Thika ungekufa na ungekauka kabisa. Mti ule ndipo kuweza kudhibitisha kuondoka kwa wazungu wale nchini Kenya. Jambo hili liliwashangaza wazungu na pia kuwatia hofu. Iliwabidi wazungu wale ama Waingereza wale waweze kuuchunga mti ule aina ya mugumo uliokuwemo kule katika sehemu ya Thika katika enzi zao za ukoloni, mpaka kujenga ukuta wa kuweza kuulinda mti ule. Ila hata kwa yote walioyafanya, ikiwa walikuwa wakihofia wakati ule kung'atuliwa nchini Kenya, ila miaka 68 baada ya kuingia nchini, wakoloni waliondoka nchini, na baada ya siku na miezi chache mti ule uligongwa na radi na kukauka, kuweza kudhibitisha utabiri wa Mugo wa Kibiru. Kulingana na vitabu tofauti vya historia, Mugo wa Kibiru alionekana kama mtume na mjumbe kati ya Mungu na kabila la Kikuyu. Maana yote aliyoyasema Mugo wa Kibiru yaliweza kutendeka. Soma vitabu kuhusiana na uradhi wa Mugo wa Kibiru ambavyo ni vitabu vimeandikwa na wanafilosofia tofauti nchini Kenya kutokea katika jamii ya Kikuyu, wakiweza kutaka kufumbua haswa Mugo wa Kibiru alikuwa anamaanisha nini kuhusiana na mambo ambayo alikuwa akiyaongea. Na haswa kijana huyu alitokea wapi? Alitokea mbinguni? Alitokea wapi? Wazazi wake alilelewa na nani kule msituni kabla ya kuweza kupatikana na Mugo na Kibiru mwenyewe kutokea the Ajiro clan. Ni kwa sasa dau, tuungane katika video zetu zijazo. Usisahau, jina langu ni FK Mwenda na kipindi hewani ni Drums of History. Leo tumekuwa tukikutabiria kuhusiana na tukikuletea ujumbe na tukikuarifu kuhusu shujaa
na nabii Mugo wa Kibiru kutokea katika jamii ya Wakikuyu. Ni hayo kwa sasa, tuungane katika video zetu zijazo. Shukran, usiondoke kabla ya kusubscribe.